Baada ya kutoroka kwenye pango la Mzee Matata, Baraka na Zawadi walikimbia ndani zaidi ya msitu wa Namawala, ambapo miti ilikuwa mirefu kiasi cha kumeza mwanga wa jua. Waliongozwa na yule ndege mweupe mpaka kwenye kibanda kidogo kilichojengwa kwa mizizi ya miti na kuta za udongo wa kijani. Hapo ndipo alipoishi Bibi wa Miti, mwanamke aliyekuwa na umri usiojulikana, ambaye ngozi yake ilionekana kama gome la mti wa mwaloni. "Ingieni haraka," Bibi aliongea bila kufungua macho yake. "Giza la baba yako halijalala, Zawadi. Na wewe Baraka, mwili wako bado una sumu ya kile kioo cha nafsi." Bibi aliwapa kinywaji cha machungwa yaliyochemshwa na magome ya miti ya ajabu. Kunywa kwao kulisababisha maumivu makali, lakini ghafla, taswira mbaya na sauti za mashaka zilizokuwa zikimsumbua Baraka zikatoweka kama moshi. Bibi aliwaeleza kuwa Chifu Mwinyikeri hajawahi kuwa tajiri kwa ajili ya biashara zake, bali aliuza sauti za watu wa kijiji hicho kwa majini ili apate dhahabu. Zawadi ndiye alikuwa sadaka ya mwisho ili chifu apate uzima wa milele. Ikiwa harusi na Juma ingefanyika, Zawadi asingekuwa mke, bali angekuwa chombo cha kuhamishia roho ya giza. Baraka na Zawadi walitazamana kwa mshtuko. Penzi lao halikuwa tu suala la hisia, bali lilikuwa ufunguo wa kuokoa kijiji kizima. Wakati huo huo, kule kijijini Namawala, hali ilikuwa ya taharuki. Chifu Mwinyikeri alikuwa akifoka, lakini Juma, kijana aliyepaswa kumwoa Zawadi, alikuwa ametulia tuli kwenye kiti chake cha dhahabu. Juma hakuwa kijana wa kawaida kama watu walivyodhani. Alikuwa ni zao la uchawi wa hali ya juu, kiumbe kilichotengenezwa kwa udongo na damu na Mzee Matata, ili kiweze kuingia kwenye ukoo wa chifu na kuchukua mamlaka yote. "Usijali baba mkwe," Juma alisema kwa sauti iliyokuwa na mwangwi wa ajabu. "Zawadi hawezi kwenda mbali. Nimejua mahali alipo tangu alipopiga hatua ya kwanza msituni. Bibi wa Miti ni mzee, amechoka. Nguvu zake haziwezi kushindana na damu ya kale nilionayo." Juma alisimama, na ghafla kivuli chake kilirefuka na kuanza kutambaa kwenye kuta kama kiumbe hai kinachotafuta mawindo. Mzee Matata alijitokeza kutoka kwenye giza la chumba hicho, akiwa na fimbo iliyopambwa kwa fuvu la binadamu. "Lazima tuwapate kabla mwezi mwandamo haujafika kilele. Ikiwa Baraka atajua siri ya upanga wa mwanga, mpango wetu wote utaharibika." Chifu alitetemeka akigundua kuwa hata yeye alikuwa mtumwa wa watu hawa wawili wenye nguvu za giza. Juma aligeuka na kuwa mbwa mwitu mkubwa mweusi na kuelekea msituni kwa kasi ya ajabu. Bibi wa Miti alimpeleka Baraka kwenye chemchemi ya maji ya moto iliyokuwa nyuma ya kibanda chake. "Baraka, wewe si mashi tu. Babu yako alikuwa mlinzi wa kijiji hiki kabla ya Chifu Mwinyikeri kumuua kwa sumu." Bibi alifunua ukweli uliokuwa umefichwa kwa miaka mingi. "Ndani ya chemchemi hii kuna upanga wa mwanga ambao unaweza kukata hata kivuli kilichoimarishwa na uchawi." Baraka alihitaji kuingia ndani ya maji hayo yaliyokuwa yakichemka. Sio mwili wake uliokuwa hatarini, bali ni imani yake. Alipozama aliona maisha yake yote yakipita mbele ya macho yake. Umaskini wake, upendo wake kwa Zawadi, na dharau alizopata kutoka kwa matajiri. Alihisi joto kali likimchoma, lakini alipofika chini kabisa, aliona mwanga wa kijani ukimulika. Alishika mpini wa upanga uliokuwa umeundwa kwa madini ya ajabu. Alipoibuka majini, hakuwa yule Baraka mnyonge tena. Macho yake yalikuwa yaking'aa kwa mamlaka. Lakini kabla hajapumua, sauti ya kishindo ilisikika nje. Juma, akiwa katika umbo la mbwa mwitu, alikuwa ameshafika na alikuwa akimrarua ndege mweupe wa Bibi. Zawadi alikuwa ameshika mti akijaribu kujilinda, huku Bibi wa Miti akirusha maneno ya kale ya kuzuia giza. Mapambano ya kweli yalikuwa yameanza. Juma alimrukia Zawadi kwa kasi, lakini Baraka aliruka katikati na kuuzuia ushambulizi huo kwa upanga wa mwanga.
Cheche za moto zilipuka kila upanga ulipogusa kucha za mbwa mwitu huyo. Msitu ulitetemeka kwa milio ya ajabu. Juma alirudi katika umbo la binadamu, lakini uso wake ulikuwa nusu mtu na nusu mnyama. Unadhani chuma hicho kinaweza kuniua? Mimi nimeumbwa na giza lenyewe. Juma alicheka kicheko cha kishetani. Mzee Matata alitokea ghafla, akitokea juu ya mti, akimwaga unga mwekundu ambao ulimfanya bibi wa miti kupoteza fahamu. Baraka alijikuta akipambana na watu wawili wenye nguvu za ajabu, huku Zawadi akijaribu kumsaidia kwa kutumia ujuzi wa mimea aliyojifunza kwa muda mfupi kwa bibi. Zawadi alifanikiwa kupaka utomvu wa mti wa mvuje kwenye macho ya Juma, jambo lililomfanya apige yowe la maumivu na kupoteza dira. Kimbieni! Bibi wa miti aliamka kwa shida na kutoa mwanya kwa Baraka na Zawadi. Nendeni kwenye maporomoko ya Namawala, huko ndiko siri ya mwisho ya chifu iliko. Baraka alimshika mkono Zawadi na kukimbia, huku mishale ya kichawi ya Mzee Matata ikipita pembeni ya masikio yao. Walijua kuwa kurudi nyuma kusingewezekana. Walikuwa sasa ni wakimbizi wa penzi lao na walinzi wa hatamani ya kijiji chao. Walipofika kwenye maporomoko ya Namawala, walikuta eneo hilo likiwa limezungukwa na kuta za mawe zenye michoro ya kale. Hapo ndipo palikuwa na moyo wa Namawala, jiwe kubwa ambalo lilidhibiti rutuba na amani ya kijiji hicho. Chifu mwenye kheri alikuwa ameliwekea jiwe hilo kufuli la kichawi ili kunyonya nguvu zake kwa manufaa yake binafsi. Zawadi, damu yako na yangu zinapaswa kukutana hapa, Baraka alisema akitazama michoro ile. Waligundua kuwa ili kuvunja uchawi wa chifu, walihitaji kufanya kitendo cha upendo wa dhati pasipo na shaka yoyote. Walishikana mikono na kuanza kuomba kwa ajili ya kijiji chao, si kwa ajili yao tu. Mwanga mkali ulianza kutoka kwenye lile jiwe, ukipambana na giza lililokuwa likiwafuata nyuma yao. Ghafla, chifu mwenye kheri mwenyewe alitokea akiwa na walinzi wake wenye panga. Uso wake ulikuwa umejaa chuki. "Mwanangu, unaniasi kwa ajili ya maskini huyu?" alinguruma. Lakini Zawadi alimtazama baba yake kwa huzuni. "Baba, wewe ndiye uliyetuasi sisi kwa ajili ya giza." Wakati huo anga lilianza kuwa jeusi kuliko kawaida, na sauti ya Mzee Matata ikisoma dua mbaya ilisikika ikitokea kila upande. Sherehe ya giza ilikuwa inakaribia kuanza.